Vipi pananukia? Yeah. Brownie. Naamini leo nitaenjoy penzi lako. Kwa sababu nazisikiaga tu huduma zako, lakini leo nimeamua kuja mwenyewe ili niweze kupata uthibitisho. Na huduma nzuri sana. Lakini napenda nikifanya mapenzi na mtu enjoy na mimi ni enjoy. Alafu pesa kwanza, mengine anafuata. Brownie, acha kuwa hivyo basi. Kwani pesa kitu gani? Mimi si nitakupa. Kwanza tuanze show, alafu pesa zitafuatia baadaye. Kwa pesa ipo fresh, kwa sababu sipendi sana watu wababishaji. Unajua nini? Unaonekana unajua sana kuongea. Alafu wahenga wanasema mtu mwenye maneno mengi sio fundi. Au utakuwa mtaalamu. Okay. Sawa, naomba leo tufanye dabi. Mimi niwe Yanga na wewe Simba. Tukiwache sana taifa leo. Wala sijali kusila. Nionyeshe maajabu yako. Uwanja ni wako. Anyway, okay. Okay. Mwili ni wako. Fanya maajabu yako. Nini sasa nini? Wewe. Tulia basi. Ndio tutatamani. Unanichalia basi hata nguo. Atulie basi. Kuja bwana hapa. Unapendeza. Ngoja kwanza. Ndio nimekuja na hela bana. Ngoja basi kwanza. Jamani. Tulie basi kwanza. Isikia wewe. Sema. Nini? Sasa hivi watu wazuri wanaita papi, sema papi. Sikilizeni sasa. Ngoja msigombane. Niko kwa ajili yenu. Mwili wangu umeumbwa kwa ajili yenu. Kwa enjoy. Mimi ndo Mr. nani? Mr. Handsome. Mr. nani? Mr. Handsome. Sikia wewe. Sikilizeni basi, msigombaniane. Jamani. Msigombaniane, sawa? Nisikilizeni basi, sawa? Nisikilizeni. Samanini. Sasa mimi natoka mara moja. Rafiki yangu John. Najua mmekuja kwa ajili yangu, lakini rafiki yangu John kanipigia simu. Nimekula mara moja. Kwa hiyo nataka nikaonane naye. Baada ya hapo nitacheka. Tunakupa bana. Achukui muda kidogo. Jamani bila unaona kibunda, anyway acha tufunge na kochi. Naelewa basi, ngoja nikamalizane na mshauri wangu. Bwana. Uko pale pale. Sijafunga biashara.
Kwa hiyo relaxi na kwa utachelewa. Sichelewi. Mimi nipo kwa ajili yenu. Basi ukirudi basi nipigie sawa. Hata kwanza. Mimi wa kwanza. Jamani. Natoka jamani. Natoka. Sawa. Jamani wewe kaka. Sifa. Niko kwa ajili yenu warembo. Sawa. Niko kwa ajili yenu. Sasa. Ukirudi ni cheki naitaka. Uweze kumjamia nini? Tatania nguo. Sasa mbona anaondoka? Wewe vipi? Mimi kwanza kana kielele hapa. Kila mtu anataka. Wewe unitaka. Wewe unitaka. Bana kutoka. Mwanangu unazingua sana. Tumetoka mkoani ili tuje kupambana mwanangu. Unazingua sana tena sana. Hivi kwa nini mwanangu unazingua? Wanawake wao wanakusaidia nini? Wanakusaidia nini wanawake? Yaani unatamba na wanawake mara mwanamke huyu, mwanamke huyu, mwanamke huyu. Yaani hela wanazokupa wewe unafaidika, si ndio? Hela wanazokupa wewe ndio unafaidika, si ndio? Kwa nini mwanangu? Kwa nini? Hizo hela za kupita tu mwanangu. Johnny. Unashindwa kuelewa kitu kimoja tu rafiki yangu. Unajua kweli mimi na wewe tumetoka mkoani tumekuja da kutafuta maisha. Lakini kuna siku hata moja nishawahi kukupigia simu nikwambia na shida. Haijawahi kutokea. Mimi niwe natoka na wanawake, niwe nauza penzi, ni maisha yangu bro. Sijai kufuatilia maisha yako. Kwa hiyo jambo kubwa la kufanya, fanya maisha yako na mimi nifanye maisha yangu. Usinifuatilie yani. Kwa sababu siku ukiendelea kunifuatilia bro utakuja tunani wabaya. Trust me, mimi nakwambia. Kwa sababu usitopenda wewe uingie kwenye njia yangu ya maisha kwa sababu sijai kuingia kwenye njia yako ya maisha. Tafuta pesa kimpango wako na mimi nitafute pesa kimpango wangu. Wewe hujui mimi wanawake wananipa nini? Hujui ni kiasi gani cha pesa wanachonipa. Wewe unaanza kuja sio wanawake. Wewe inakuhusu nini brother? Fanya maisha yako. Sio unanielewa? Brown. Mimi nakupenda sana mwanangu ndio maana nakuelekeza. Wewe ni ndugu yangu. Tena sana tena sana. Ushaelewa? Wewe ni familia yangu mwanangu. Lazima nikuelekeze. Lakini kama unaelewa mimi nakosea. Fresh. Lakini mimi mwanangu sitaki wewe upotee, ukaingia katika njia ambayo ieleweki. Unatakiwa unyooshe njia mwanangu. Si unajua? Hao wanawake wakupita. Mwanamke anaweza akakupenda leo nini uhakika ukaishi naye ukiwa una yani kwamba wewe mwanangu anakukataa, lakini sema nini? Wewe kwa sababu unaona wanawake wanakupa hela, wewe unafaidika. Unafurahi kabisa, unachekelea. Au upo unakuchanganya mwanangu, Upo unakuchanganya? Unawatambia wanawake kwa sababu ya uwepo wako, Kudadeke jamani. Wewe unazingua mwanangu. Hivi nikuulize labda maswali kidogo. Unajua nini maana ya mapenzi? Nini maana ya hisia na nini maana ya pesa? Tunaanza kwanza kwenye mapenzi. Mapenzi haijalishi unapata wapi na kwa wakati gani na muda gani. Masuala ya hisia na upendo. Na masuala ya pesa, kila mtu ana njia yake kutafuta pesa. Ndio maana kuna wanajeshi, kuna maaskari, kuna wauza mboga, wauza vyombo, mafundi baskeli, mafundi pikipiki, au wote wapo kwenye njia za kutafuta pesa. Lakini kila mmoja anapita njia yake ambayo anajua yeye mwenyewe. Kwa kama mimi nimechagua njia yangu na wewe umechagua njia yako, kila mtu apita kwenye njia yake. Sio, unanielewa? Kwa sababu sio kila mtu anakuja kuongelea masuala ya wanawake. Au bro unanitamani, unataka wanawake ambao unataka mimi naona wataka, au sio? Nisikilize nikwambie. Yaani hapa kitu kimoja nataka ukielewe, tujije tukaonana wabaya. Trust me bro. Takuja nikufanya kitu kibaya, utoamini. Kwa sababu haya ni maisha yangu, sio maisha yako. Fanya maisha yako, nifanye maisha yangu. Yaani full stop. Sitaki tena yani. Na ningejua kama umenipigia simu unakuja kuniambia upumbavu kama huu, sidhani kama ningekupa muda wangu. Unajua nimeacha bei gani kule? Unajua nimeacha walembo wangapi kule? Acha uchizi fala wewe. Kweli pesa imetawala dunia, mapenzi yanarun dunia, mbona chuki imetawala dunia, una huruma mimi najionea. Niambie mrembo, naona leo mapema. Yaani kwanza nimefika pale kimenichafua, yani hapa naona sijajisikiaje. Ndio maana nikaamua nipitilize huko kuja kwako. Kwa hiyo nataka leo
unipatie vitu zaidi ya ile siku ulivyonipatia. Aga. Unacheka. Unajua nini mrembo? Mimi nashinda kukuelewa. Nani papi? Nani mzee wa udugu? Kwa hiyo katika 1 2 3 yani tu. Kwa hiyo fungu lako kwanza siku leo nakupa ofa. Ukifika ghetto ulaza ile msamaji. Nachukua mafuta ya nazi. Piga mafuta ya nazi. Alafu naanza kufanya masaji kanyonga nini. Alafu baada ya hapo kuna kashanga fulani keupe ndani. Naanza mimi na kashanga kamoja kwa ghetto kana balaa. Kwa show pale. Mimi na principles zangu. Jambo la kwanza ulizike na mimi nilizike. Muda wa shosho. Sio unanielewa? Sio unafika pale Brown, Mr. Quick Brown unaniumiza, si Brown nini? Kwanza nikifika mwanzo kwanza leo ofa na kupa ofa na kulaza hivi kama samaki. Alafu nachukua mafuta na naanza kufanya massage. Baada ya massage nini tunakwenda ni mwendo wa kukufua, tunaenda kujilamba. Ndio wana enjoy sana kwa na wewe kwanza ile siku. Vile vitu vilivyonionyesha pale kitandani. Mchezo ile burukushani. Ndio nikamwona tucheze kwa Mr. Brown. Ndio nikupata vile vitu. Aga, wanaita nani? Popi. Kwa hiyo hapo tunaenda nyumbani au tunaenda? Leo tunaenda kwenda nyumbani. Tunajua ghetto ndio inanukia limpomo kwa mshumaa. Tunatoka kiwashi. Aga. Hiyo ni afya yangu. Kuna jambo moja nahitaji kuzungumza na wewe. Kwa sababu hali yangu naona ipo sawa kabisa. Ni tofauti kabisa na mwanzo. Alafu hakuna mtu mwingine rafiki yangu mkubwa isipokuwa wewe. Sikufichi Joni. Sasa hivi usiku silali. Muda wote nakuoa. Na alisha. Kichwa mara kwa mara kinakuwa kinaniuma. Sielewi. Na hali yangu imezidi kuwa ngumu sana kimaisha. Nikaona mtu ambaye anaweza kunisaidia ni wewe rafiki yangu. Ndio maana nimekuita hapa. Sikutaka watu wote wasikie hali ambayo naipitia kwa sasa. Naomba unisaidie rafiki yangu. Hata kwa mawazo tu. Sijajua nifanye nini na sijui hali gani nilikuwa nayo kwa sasa. Nilikwambia kunambi. Lakini hukutaka kunisikiliza. Na inavyoonekana wewe hapo ulipo yani ni mwasilika. Nishakushauri sana mwanangu kuhusu wanawake. Lakini hujataka kunisikiliza kwa sababu hukutaka kusamini ushauri wangu. Kwa nini? Kwa nini? Mimi ni rafiki yako. Natakiwa nikushauri. Lakini wewe ukaona wanawake wako hao ndio wa thamani. Ukaniona mimi mjinga. Sasa hapo kinachotakiwa uende hospitali ukapime. Kwa sababu zaidi linavyoonyesha kwamba wewe ni mwasilika wa ukimwi. Kwa sababu sio kwa kukonda huko mwanangu. Wewe sio mwili wako. Sio mwili wako kabisa. Kwa hiyo unatakiwa ukapime ili ujijue kwamba ugonjwa gani ambao unakusumbua. Lakini mimi ninavyoona huo ni ukimwi. Joni. Utakiwa kuniambia hivyo rafiki yangu kwa sababu bado sijaenda kupima. Unavyoniambia hivyo unazidi kunivunja moyo. Au unadhania hali gani ambayo napitia mimi kwa sasa? Kuwa na kauli nzuri basi juu yangu. Tambua na mimi ni binadamu Joni, na moyo. Sijakamilika. Na mimi nakosea. Pale ninapokosea unatakiwa kunielekeza kama nimekosea. Mimi sio mjinga kuja kuomba msaada kwako. Sio mpumbavu Joni. Naelewa. Ila ningeomba kama unaka pesa kidogo unisaidie ili mradi niende hospitali nikaangalia afya yangu. Yaani mimi nikusaidie hela, si ndio? Ukutaka kusikiliza ushauri wangu, ukaamua kufanya mambo yako, si ndio? Sasa nenda kwa hao wanawake zako ili waweze kukusaidia. Mimi mwanangu siwezi nikakusaidia.
siwezi nikakusaidia kabisa, kwa sababu uliniona mimi mpumbafu, uliniona mimi mjinga. Kwa basi mimi nibaki na ujinga wangu, lakini wafuate wanawake zako, wanaweza wakakusaidia na ukapona. Na kuombea sana kwa Mwenyezi Mungu mwanangu, uweze kupona, kwa sababu mimi nishakushauri sana. Kwa hiyo lazima mimi nikae pembeni, nikuache ufanye mambo yako, na umefanya mambo yako, umelipata na kulipata. Kwa fresh tu. Wewe wafuate wanawake zako. Kwanza ondoka, usije ukaniambukiza hata wewe ukimwi mwanangu. Kwa sababu hivyo ninavyohisi, yani itakuwa hata kama ni corona hiyo mwanangu. Ni huo ni mfumo wa corona kabisa. Ondoka kabisa mwanangu. Asante. Pumbafu. Unakuja hapa unayetu. Nenda nao ukimwi huko kalale nao. Kweli pesa imetawala dunia, mapenzi yanarun dunia, mbona chuki imetawala dunia, ona huruma mimi najionea, kazi yangu yaniponza, au huruma inaniponza, kazi yangu yaniponza, kazi yangu Pole sana Brown. Kuumwa ugonjwa wa HIV sio kwamba umekufa. Hapana. Kuna magonjwa mengi sana hapa duniani. Kuna kisukari, kuna kansa, kuna vifua vikuu. Kuna magonjwa mengi sana ambayo hata hayaelezeki nikianza kukwambia. Lakini wewe ugonjwa mdogo sana huu unaweza tena ukaishi. Kwa nini usononike kiasi hicho? Ninachokusii tu ndugu yangu, inabidi unatumia dawa kwa wakati. Piga mazoezi, tumia matunda. Pia usiwe na stress sana. Na usiwe unakaa peke yako. Kaa na watu ili usichukue maamuzi magumu. Dokta, nadhani hujui ile gani ninayopitia kwa sasa mimi hapa. Wewe ukimwi unachukulia jambo la kawaida kwa sababu hujawahi kuugua. Yaani nilizaliwa mzima mimi. Nilizani kila kitu ninachokifanya ni bora kwenye maisha yangu. Kumbe ni ujinga na upumbavu ambao nauendekeza kwenye maisha yangu. Tazama nilivyodhoofika. Tazama nilivyokosa nuru. Sikuwa hivi mimi. Sikuwa hivi dokta. Unadhani nitakuwa kwenye hali gani? Au watu watanitazamaje mimi? Nakuwa vidonge sasa. Ni kweli umezaliwa mzima. Lakini kama unavyojua si vijana, kuna muda mwingine tunapenda sana starehe. Na mambo ambayo waga yanatukuta kama haya. Kuna kinga zipo, lakini muda mwingine tunazipuuzia. Ndugu yangu, nakusihi tena, zingatia sana kunywa dawa kwa wakati. Kula matunda. Usiwe na stress ya aina yoyote ile. Daktari, sio ukimwi. Sio ukimwi dokta. Sio ukimwi. Bwana ningeumwa basi hata malaria, ningeumwa hata kansa kuliko ukimwi dokta. Ina maana sasa mimi nitakuwa naishi kwa vidonge? Ni fedhea juu yangu dokta, ni fedhea. Sio kama mimi napenda dokta. Naumia.
Hivi na ndani ya watoto wanaangaliaje mimi? Au wazazi wangu kijijini wakipewa taarifa watajisikiaje juu yangu dokta? Mimi sio kama napenda, naumia. Wala chukulia mama zangu kitu gani ninachokipata hivi. Brown.